Haya, kwa sasa tunaanza patanisho, tunaanza rasmi kitengo cha patanisho, na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha ujumbe wake anasema, jambo patanisho, mimi ni Wensalus Sifuna ambaye ana miaka 35. Nataka mnipatanisha na mke wangu ambaye anaitwa Gladys Katumbela, ana miaka 33, ambaye tumekaa na yeye kwa ndoa miaka 4 na tuko na watoto 6. Mimi nilimpata na watoto 3 na yeye alinipata na watoto 3 pia. Tujakosana, ila mwezi wa 4 ama mwezi wa 4 mwaka huu aliambia eti anampeleka mtoto kwao, na hadi wa leo hajarudi. Kwa sasa mimi niko Bumula na yeye nasikia ako Kandui, na akanipatia namba pale. Okay, kwa hivyo bwana Sifuna, tunakupigia simu kutoka Radio Jambo, tueleze mambo yako na tuone vile tunakusaidia asubuhi ya leo. Kwa hivyo naomba Sifuna, tafadhali shika simu yetu. Thank you. Ili utupatie maelezo kidogo ya kilichotokea na tuone vile tunakusaidia asubuhi ya leo. Hello. Sifuna, habari gani? Salama sana Giti. Naomba uzime radio hapo kando tafadhali. Ina radio mali penye nika hapa. Haya, na umeweka speaker? Hapana. Haya, tupatie maelezo. Nini ilitokea kati yako na mke wako? Mimi mke wangu nimekaa naye kwa ndoa zaidi ya miaka 4. Ingawaje sijafanikiwa naye mtoto. Badi nilimpata na watoto 3. Na mimi pia nilikuwa na watoto 3. Sasa tukaishi naye vizuri, hata kaja na mtoto wake mpaka hapa kwangu. Nikakaa na mtoto wake. Sasa alifika mahali venye mamaka alikufa last year. Tukaanza mambo na kusumbuana. Ngoja kidogo, alikuja na mtoto mmoja ama wote 3? Alikuja na mtoto mmoja. Mmoja. Na hao wawili walikuwa wapi? Hao wawili walikuwa kwa baba yao mbenye alitoka. Alikuwa ameshatoka kwa ndoa nyingine. Okay. Sasa venye nilikaa na mtoto, akafika mahali akaniambia mtoto anatakana kupelekwa kwao. Wanaenda kumtairi. Sasa dangu aende ako tu kwao, nikijaribu kumtafuta kwa simu ananiambia kila siku nakuja. Sasa mimi nimeshindwa na msimamo wake. Nilikuwa nataka tu nijue msimamo wake venye huko. Kama ni kumtafuta mwingine nimtafute kuliko niendelee kuumia na mawazo. Na mlikuwa mmekaa kwa mahusiano kwa muda gani? Miaka 4, uni mwaka wa 3. Na mlikuwa mnaishi pamoja? Pamoja, ya. Kwa hivyo baada ya miaka 4 ndio akatoka anapeleka mtoto kutairiwa? Sasa huyu mtoto amempeleka mwaka huu mwezi wa 3. Na si eti kwamba ulimkosea? Hatujakosana na yeye. Au kuwa unamdhulumu, ulikuwa unashughulikia hata huyo mtoto? Kwanza nilitoa mtoto kama mtoto wangu. Kwa sababu itakuwaje kwamba ameondoka tu na kaenda na hajarudi hadi wa leo? Lazima kuwe kuna sababu fulani, ndugu yangu. La neti kama tuna sababu. Ameokopa kuniambia, ndio maana nimewatafuta sasa nipate ukweli. Lakini mtoto ni huyu mtoto ambaye alikuja naye. Wale watoto wawili walikuwa wamebaki na baba yao. Watoto wengine okay, tuseme ndoa yake kwa ile ndoa ya kwanza alitoka hapo 2013. Sasa ikawa ameajana na huyo mtu. Ndio mimi nikampata, ambapo sasa mtoto mwenye alikuwa naye alikuwa mtoto mtoko. Ndio tukakaa na mtoto mpaka nikampeleka hata shule. Na umejaribu kupigia labda watu wa kwao ama mtu wa karibu kuweza kujua ukweli wa mambo? Huwa napika simu. Huwa napika simu, ananiambia tu niko kwa njia, sijui ndakuja, sijui ndio support. Ambapo mara ya kwanza nilituma transport akakuja tu tena mpaka hapa kwangu, tukakaa na yeye karibu wiki moja tena penye alitoweka hata sikujua. Na licha yote wewe bado unataka kurudiana na yeye? Mimi sina shida na yeye. Yeye kwangu akisema anakuja ako karibu. Haya. Nimeona umenipatia namba 2, kwa hivyo nitumie namba gani?
sote tu ni zake. Okay. Haya, shikilia hapo kidogo tupatie dakika kama 2 hivi tumtafute. Sawa sawa. Haya, usikate simu, wacha tumtafute mwanadada ambaye amesema aitwa nani yule? Anaitwa Gladys. Gladys, Hello. Hello Gladys. Yes. Habari ya leo? Nzuri. Mimi naitwa Gidi. Eh? Naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. Haya. Imagine wewe ndio tunakupigia. Gladys wachana nao kwanza. Ni Gidi na Ghost. Gladys. Yes. Usiwashe radio tafadhali. Wewe nisikize tu hapa Sasa unajua ni nani amekuleta hapa patanisho? Unajua ni nani amekuleta patanisho? Sijajua mwenye amenileta patanisho. Anaitwa Sifuna. Sifuna namjua? Aya. Simu ya Gladys inakatika. Sasa sijui inatokana na nini? Simu ya Gladys imekatika. Wacha nimpigie tena. Bwana Sifuna? Yes. Uko kwa line hapo Niko kwa line. Haya, usikate simu. Shikilia kidogo nimtafute tena Gladys. Please enter your password. Lakini amefurahi sana kwamba leo Thank you. amesikika patanisho. Hebu wacha tumtafute tena. Hello. Gladys, pole, simu imekatika. Mahali penye niko ni network, alafu niko kwa shamba. Uko shambani, kuna shida ya network Niko shambani lakini karibu kwa mtoni, kidogo tu nitoke alafu unipigie. Wacha tumalizie sasa kwa sababu ya time Unajua time pia inasonga Sasa Sifuna anasema angependa kujua utarudi ama utarudi. Ni nani amenipeleka Radio Jambo? Mimi sijajua ni nani amenileta Radio Jambo. Yuko hapa kwa line. Sifuna? Yes. Ongea na Gladys kabla simu ikatike. Gladys. Yes. Gladys. Yes. Habari ya asubuhi. Nzuri. Ni Wenslaus. Kutoka Tulumba. Mimi nimekupeleka Radio Jambo. Nilikuwa nataka kujua mke wangu msimamo wako ni mkali. Yaani mwanangu wala mlo sio ndio Radio Jambo wangali sasa. Ni sababu ya upendo. Wangali labisa. Wangali sio ndio mama ina Radio Jambo. Siwanda tunasikiza patanisho za wengine, sasa yetu pia inabidi wasikize. Ndio sababu Gidi ananicheka hivyo. Wewe ni Ghost, usiwe na wasiwasi Gladys. Sasa Gladys. Mwambie asinicheke sana hivyo. Nimezima microphone yake. Endelea. Sasa Gladys. Wewe kila siku nikijaribu kukutafuta kwa simu unaniambia ninakuja. Na unajua sasa kulingana na penye niko, nimekaa mpaka nimefunika nimechoka. Sasa mimi nilikuwa nataka kujua msimamo wako kwangu ni mkani. Bengine niendelee kukaa na wewe uko na shughuli zingine zenye mimi siwezi kujua. Ndio maana nimejaribu kutafuta Radio Jambo ili tupatanishwe nijue ukweli wako na mimi mkani. Na nisikia Yeah. Sasa mimi nilikuwa nataka tu nijue msimamo wako kwangu ni kani, kwa sababu tangu utoke hapa ni vitu mingi umeniajia sinaendelea kuharibika. Na nimeshindwa nifanye namna gani. Kando na hiyo uelewe mimi ni mwanamume na mimi si hadi nimeshaeka bado ni kijana. Utakaaje mwanamume mzima utakaaje tu kwa nyumba miezi 3-4 hata bila kubadilisha oil? Kidi. Niambie Gladys. Huyu mwanaume anasema nini? Okay,
anasema angependa kujua msimamo wako, kama utaweza kurudi ama umeamuaje. Bado mko pamoja na yeye ama wewe tayari ume move on? Na sasa nikuulize Niulize. Alikuwa anasema yeye hawezi peleka mwanamke kwa Radio Jambo. Ijapokuwa leo imefikaje akanipeleka Radio Jambo. Na kuna siku moja nilimwambia unasikizanga tu za wengine, siku moja utakuwa ni wewe. Okay, Gladys, hiyo sio shida. Hiyo sio shida sahihi kwa sababu tayari ameileta. Kila anataka kujua utarudi ama utarudi. Ndarudi. Utarudi. Hata kama sio sahihi. Utarudi lini? Anipe muda kidogo. Muda yeye kuna shule yenye nilienda na anaijua, si hadi aje. Na labda nikuulize sasa hivi uko wapi Gladys? Uko wapi? Niko nyumbani. Nyumbani wapi? Kwenyu kwa wazazi wako? Kwa wazazi wangu. Si ati umeenda kwa ule bwanako wa zamani? Hapana, kwani niko na mabwana wangapi? Yale waambia niko na mabwana wangapi? Si alisema ulikuwa na bwana mwingine ambaye umepata naye watoto 3? Ambapo watoto 2 walibaki kwa ule bwana na mmoja ndio ulikuja naye kwake. Na sasa anawaambia yako makosa yangu ni nini? Anasema wewe uliondoka tu, ukasema unaenda unapeleka mtoto kutairiwa hadi wa leo hujarudi. Kile mkiti maneno mengine huwezi ongea kwa radio. Huyo mwanaume mimi najua ananipenda. Kama hangekuwa ananipenda, angetafuta katika Radio Jambo nisikizwe na watu milioni 10. Yes. Mwambie asubiri. Alafu achukue muda, akuje nyumbani kwa wazazi wangu. I think anajua kwa wazazi wangu akuje. Kama niko na makosa, awaeleze, wajue makosa yangu, pia mimi nijue makosa yake. Kwa hivyo kitu mtu tu hawezi toka tu kwa nyumba bila kosa. Kwani mimi ni mwenda wazimu? Kwa hivyo hayo makosa utaki kumwambia saa hii, unataka aje nyumbani ili mkae chini muongee? Najua kidi mtu mwenye ambaye unapenda uwezi mweka hewani. Kuna maneno mengine unaweza weka hewani ya kitandani. Na ingine yenye si ya kitandani unaweza weka. Unaona? Okay, hajaweka maneno yote. Ametuambia tu hiyo mambo ya watoto. Hajaweka maneno yote mwanadada Gladys. Kwa hivyo Gladys alikuwa anataka kujua tu utarudi lini, kwa sababu umekuwa ukimdanganya, umekula fare, wewe uko hapo, hata nasikia kuku ndio wanaburuka hapo. Kwa hivyo inaonekana wewe uko sawa. Uko shambani unaendelea na shughuli huko na bwanako anakungoja. Bwanako anakungoja, wewe unaendelea na shughuli kule nyumbani kwenyu. Sasa si afadhali kitu nilitoka kwake nikaenda nyumbani, sitaenda mahali kwingine. Si yako na bahati kuliko angesikia nimeoleka mahali kwingine. Hapa nimerudi kwa baba watoto. Kwa hivyo wewe unatakaje Gladys? Unatakaje? Tuambie unatakaje. Apange siku. Akuje nyumbani kwa wazazi wangu. Tujue lenye tutafanya. Okay. Sifuna hiyo ni sawa vile anasema hivyo? Unaona nini kiti? Hajasema vibaya, ambapo sasa nitapanga haje niende kwao. Unaenda kwa kina mtu mwenye mlikombana, mtu mwenye mlipikana naye, ama mtu mwenye ulimfukuza. Mimi sitamfukuza kwangu. Okay, hayo mengine mimi sitaki kujua. Mimi nataka muelewane kama mtarudiana, na amesema mojawapo ya njia kurudiana ni wewe uende kwao, alafu muongee, alafu mmalize, kila mtu aseme mambo yake, mmalize. Kama atarudi arudi, kama atarudi pia unawe mikono ndugu yangu. Sio unasema unataka kujua msimamo wake? Ndio hiyo kitu. Mpaka ukaniambia ati after hapo ndio utaamua kama una move on ama unafanya namna gani. Okay, sawa. Mimi nimesikia yake. Kwa hivyo mnanisumbua kama judge. Niko na kesi zingine nataka kushughulikia ndugu yangu bana. I want to finish with this case. Unasikia kitu? Unajua judge yako na kesi nyingi zimepangana. Mimi kiti? Msimamo wake nimeusikia. Sasa wacha nikipange. After patanisho ndampigia simu nione ni lipi atanieleza, kama atakubali kushika simu yangu. Thank you. Kwa hivyo Gladys utashika simu ya Sifuna? Sawa. Ni sawa Thank you. Haya Sifuna, hebu ambie Gladys maneno matamu ya mwisho
tukimalizia patanisho tafadhali. Okay, Gladys, Yes. wewe nilikuchukua kama mke wangu wakati tena wa ndani sana, na Gladys, popote benye unatembea ujue mimi ninakupenda kama bwana yako. Mimi sina ubaya wote na wewe. Siku yoyote yenye unaona unaweza rudi kwako, karibu, mlango iko wazi. Na nakupenda kuliko kila kitu ya ulimwengu hii yote. Unampenda kama nini? Unampenda kama nini? Okay, nampenda hata kuliko pesa yenye natafuta kila siku hii. Aya Gladys, wacha kucheka, sema maneno ya mwisho. Maneno matamu tafadhali. Maneno matamu. Mimi namwambia hivi. Yuko hapa, mwambie tu Sifuna ama baba nani ni hivi na hivi na hivi. My dear. Yes. Kama sikuwa nakupenda, singeshika simu ya Jambo. Ingine na ingine, wewe kuja nyumbani tuongee, tuamue nini tutafanya. Sawa, nimesikia. Gladys, mwambie unampenda jamani, roho yake tulie kidogo. Mwambie mambo matamu jamani. Mwambie hata kama mwambie tafadhali. Basi Gidi nimemwambia. Gladys, wacha kusumbua. Ambia tu mwanamume unampenda, roho yake itulie kwa sababu amekumisa. Sasa Gidi dora jana kuita tu my dear, sipia bado tu inamaanisha huyo mtu nampenda. Kwa hivyo hiyo my dear imetosha. Umeona ameridhika. Anyway, asanteni sana. Mimi nawatakia kila laheri katika mahusiano yenu, na mtakapozungumza na muweze kurudiana, sisi kama Patanisho Radio Jambo tutafurahi Aya, asanteni sana. Mungu awabariki na muwe na siku njema.